Hii ndio hali ya maeneo mbalimbali ya mji wa Manispaa ya Iringa baada ya baadhi ya maduka kufanya biashara kufungwa katika maeneo hayo. Na huyu hapa ni mmoja kati ya wafanyabiashara ambao wamefunga maduka yao kutokana na sababu mbalimbali ambazo nakwenda kuzielezea. Mimi naitwa Daniel Meto Kileo. Ni mfanyabiashara Iringa mjini, Nyomboni. Kwa siku hii ya leo tumefunga biashara kufuatana na utaratibu wa mmoja wa wafanyabiashara amesema tufunge maduka ili kupata suluhisho la wafanyabiashara holela katikati ya Manispaa ya Iringa. Na mpaka hadi sasa hivi hapa tulipo tujapata suluhu, tunasubiri suluhu kutoka kwenye mmoja wa wafanyabiashara. Kwa siku hii ya leo kwa kweli tumepata hasara kubwa kwa wafanyabiashara. Cha pili, serikali kwa kweli leo nimepata hasara. Cha tatu, kuja kuangalia upande mmoja au mwingine wa kwenye nyumba, kwa kweli utaratibu kama huu hautambui. Kama sisi tumefunga biashara, kwa serikali iangalie kwa pande zote mbili ili maisha ya sisi wafanyabiashara yaendelee. Hata hivyo, baadhi ya wafanyabiashara wengine wamefungua maduka yao huku wakitoa hoja mbalimbali ikiwemo kutokupata taarifa sahihi za ufungaji wa maduka pamoja na udhaifu wa sababu hizo za ufungaji wa maduka. Kwa lot shop. Nifanya biashara. Mimi sijaona sababu inayonifanya mimi nifunge duka. Sijapata taarifa yoyote, labda barua. Ndio maana mimi nimekuja nikafungua biashara yangu kama kawaida. Siku zote. Kwa wenzao inatakiwa tupate kwanza elimu ili tuonekane ni wasaliti, labda tumepata elimu alafu tumekiuka ile elimu. Ndio tuonekane wasaliti. Mimi natoka nyumbani kwangu, nasikia tu mtu anakuja tu, hata simjui, anapita tu. Mimi sifungui duka langu. Duka lako liko wapi? Anasema liko kule. Sasa na mimi nimfuate nimwige. Haya, wewe ni kiongozi, labda kiongozi wa wafanyabiashara. Je, ingetakiwa uje kwangu mimi na barua maalumu ya kunifanya mimi, ya kunipa mimi niisome, nielewe ili niwache kufungua duka. Na hiyo barua ikute ina pointi inaniwezesha mimi nisifungue duka langu kwa sababu ya kitu fulani. Sasa barua sina. Ni midomo tu ya watu nasikia barabarani. Sifungui duka, sijui ni machinga wanapanga barabarani. Machinga mimi ananihusu mimi na machinga. Machinga mimi hainihusu mimi na machinga. Mimi sijaajiriwa nimfukuze machinga barabarani. Kuna wanaohusika na machinga, sio mimi. Au mimi machinga hawezi kunizuia mimi hata siku moja nisifanye biashara. Ila akija kwenye biashara yangu hapa mbele hapa ndio tutapambana. Kwa nini anakuja kwenye biashara yangu kuja kufanya biashara yangu kwenye biashara yangu, kuja kufanya biashara yake kwenye biashara yangu? Hapo mimi sitamuelewa. Kwa sababu mimi nalipa leseni, nalipa mapato. Machinga hawezi kuja hapa. Machinga mwenye akili hawezi kuja kwenye himaya yangu kuja kufanya biashara. Na machinga huyo mimi sijamuona. Na hapa nilipo sina pointi ya kusema kwamba machinga yule pale atoke pale stendi, yule pale atoke, eti wananizuia mimi nisifanye biashara. Wananizuia mimi nifanye biashara vipi? Hajaja mimi kunizuia hapa kwenye biashara yangu, mtu anaingia, amwambie usiingie hapo. Hajaja huyo machinga. Si ndio? Sasa mimi nifukuzane na machinga, nikamwambia machinga eti na kwanza niona na hoja ya kusema kwamba nafunga duka kwa sababu wa machinga wanafanya biashara. Alafu wewe unayesema kwamba machinga wanafanya biashara, wewe wa machinga wanaenda kununua vitu kwako jumla unawauzia. Kwa nini usiseme kwamba mimi sikuuzii, wewe ni machinga? Mbona unapokea hela yake? Alafu unamgeuka unasema kwamba machinga sikutaki. Wenye maduka ya jumla huko stendi, wenye maduka ya jumla wanawauzia machinga vitu. Hawa wanasema machinga wanatuzuia. Sasa wewe una duka kubwa, si ndio? Unamuuzia machinga kitu. Inakuaje unasema machinga anaenda kuuza bei ndogo kuliko wewe? Na wakati wewe ndio una mtaji mkubwa. Basi kama yeye machinga anauza bei ndogo kuliko wewe, basi wewe ni mjinga. Hiyo sio hoja kusema kwamba machinga anauza bei ndogo kwa sababu alipi ushuru. Wewe unamuuzia kitu labda dazani shilingi 6,000. Ina maana anaenda kuuza 5,000. Sasa anaenda kuuza 6,200 au 6,100 au 6,500. Sasa wewe umliomuuzia inakuaje akupige bao? Inakuaje yeye auze bei ndogo, bei kubwa kuliko wewe? Bei ndogo kuliko wewe? Wafanya biashara ingebidi kwanza labda apewe elimu kwanza. Kwa sababu migomo inakuwa kiolela ambayo haina tija. Mtu kwanza mpe elimu. Ukishampa elimu hata kuelewa. Hata kuna wengine wanafunga tu, hawajui kitu. Wanafunga tu kwa ajili ya kichwa cha mtu mmoja tu.
kualia kichwa cha mtu mmoja tu. Sasa mpe kwanza mtu, mimi ukija hapo ukinipa elimu inanieleweka kwenye kichwa changu, nielewe kabisa. Si ndio bana? Yenye kichwa, yenye macho, yenye masikio, yenye miguu. Sawa bana? Elimu hiyo, sababu elimu wanayopewa labda funga duka, labda ni elimu nusu. Ukinipa elimu iliyonyooka katika mstari ulionyooka, taiangalia, taitafsiri, inanielewesha hiyo, inanipa elimu, inanifundisha, inanipa maslahi, basi mimi nitakufuata. Sasa elimu, hakuna mtu aliyokuja kwangu, sio kwamba nimekaidi. Isipokuwa anayesema nimekaidi, mimi nitamuuliza swali, wewe umekuja ukanipa barua gani inayoniambia mimi nisifungue biashara kwa sababu hii na hii. Ukija kwangu kwa sababu ya msingi na barua maalumu inayoniambia mimi nisifungue biashara, mimi nitakuelewa nikiisoma vizuri, nikiielewa. Kama ni barua yenye point, basi mimi nitafuata hiyo sheria. Ukitaka kuangalia, hakuna mtu aliyopewa barua, na kama yupo ingetakiwa kila mmoja apate barua. Haiwezekani hata kama wewe ni kiongozi umpe yule muache. Ukishampa mtu wote wapate. Kwa hiyo mimi sijakaidi. Majina anaitwa Makei Mashara. Jasiriamali Miomboni. Sababu ni kwamba watu wameshindikizwa kwamba wamachinga waondoe barabarani ambao wapo mashine 3. Sasa hebu fikiri kama watu wanaweza kufunga duka kutoka Kiesa, Semtema, Mlandege, Ipogoro, Uwindini, Miomboni. Wakati hao ambao wanagombaniwa ni wale watu ambao hata 20 wafika wako mashine 3. Uone kama kuna usani au siasa imeingia hapo. Kwa hiyo kuna siasa Iringa, watu wameingiza siasa, wanataka kulazimisha kwamba mkoa usitawalike. Ndio hicho tu. Hakuna sababu nyingine msingi. Nilikuwepo na mimi ni mmoja kati ya viongozi ambao nimekuwepo kwa muda mrefu toka chama kinaanzishwa. Na ni kwamba watu tumeanzisha vyama, sasa imekuwa kama kwa sababu mwezi wa kwanza tumefunga, tulikuwa na vikao kama zaidi ya vingapi. Tumekaa kikao Mount Royal, tumekaa kikao Highland, tumekaa kikao Temboba, tumekaa kikao kwa Diti pale mashine 3, tumekaa kikao pale kwa Nyanginyo, tumekaa kikao Mlandege, tumerudia tena Mount Royal. Jambo ni hilo, kama kikao lazima mfunge maduka. Hatuwezi, watu wanafanya kazi zaidi ya 5 wako 6. Kwa nini 6 kikao afu watu wakaja tu ambao wenye maduka? Sasa kama tunaanzisha mgogoro ambao serikali imeshamaliza. Sasa hivi Mama Samia kila mtu afanye biashara. Kwa hiyo kiendo akadua vizuri. Service shilingi 60,000, watu wanachanga harusi 100,000, 200,000. Ufungeje duka kwa sababu 60,000 au 100,000. Kwa hiyo ni siasa tu ambayo watu wanaingiza ili kwamba lete mgogoro katika mkoa wetu wa Iringa. Wamezoea na kwenda maofisini kwenye ofisi za serikali kila siku. Kwa hiyo hakuna sababu nyingine ya msingi. Naitwa Josephat Emmanuel. Wengine kushinikizwa, wengine kufuata mkumbo, wengine bila hata sababu hawajui, lakini wanaamua kufunga. Wengine wanadai kwamba hawapendi machinga wakae jirani na maduka yao, ndio maana wanafunga maduka. Hata wakiwepo hawana athari. Wakiondolewa hakuna athari yoyote, sababu huyu machinga akija kwangu ataniungisha, ataenda kufanya biashara, atauza tena atakuja kuniungisha. Kwa hiyo uwepo wao hauna athari, isipokuwa sababu ya kisu za watu na wengine kuona wengine wanapata sana, lakini wakiangalia machinga naye anahitaji afanye biashara kama anaofanya wao. Nchi kuna athari kubwa, lakini sababu ya watu wachache wanaamua kuingizia hasara serikali. Wanunuzi wa bidhaa pamoja na wananchi na wamelalamikia athari wanazokumbana nazo kutokana na ufungaji wa maduka hayo. Ambulisha tu, tuendelee. Kwa majina naitwa Derek, ni mkazi wa Iringa mjini. Leo tumeamka asubuhi tunaona maduka yamefungwa. Sisi kama wananchi kuna bidhaa muhimu tunahitaji madukani, lakini tunakosa. Watoto wanahitaji vitu, wengine wanaenda shuleni, tunakosa. Sasa hatujui tatizo ni nini, na kila sehemu tunakoenda tunauliza shida nini, hatupati majibu. Sisi tunaiomba serikali pamoja na viongozi wa Iringa na wafanyabiashara kwa pamoja wakae chini waelewane ili sisi wananchi tuweze kupata huduma muhimu. Naitwa Gift Mtakimwa, ni mpakani kwa Mtungoni. Tuko kwa maduka. Kwanza inatuasili sisi wapakani kwa sababu kwanza inakuwa mzunguko wa watu ni mchache, ambao watu wanakuwa wapita. Ambao sasa ya kwanza tunakosa wateja kwa kuwapaka rangi. Ambao tunakosa riziki kwa sisi hapa wajasiriamali wadogo wadogo. Sababu sisi hapa sisi wafanya biashara. Sisi hapa watu wa huduma.
kwa hiyo tunakosa wateja. Na pia tunakosa bidhaa kama colorless hizi, yani vifaa vitu vya paka rangi, kucha hizi tunakosa. Hii ni APC Mkombozi TV. Jina langu ni Harriet Mola.